kwa imani upone. Pita kati ya mkutano, wala usikate tamaa. Gusa vazi la Bwana Yesu kwa imani upone. Gusa vazi lake Yesu upate kupona. Gusa vazi lake Yesu kwa imani upone. Pita kati ya mkutano, wala usikate tamaa. Gusa vazi la Bwana Yesu kwa imani upone. Tukumbuke kisa cha mwanamke aliyetokwa damu miaka 12. Ndugu zake pamoja na jamaa kwa kweli walimtenga. Magharibi wa mali zote alizokuwa nazo kwa ajili ya matibabu, lakini hali yake mama ilizidi kuwa mbaya. Ndugu sikia, mara kasikia habari za Yesu, akapita kati ya mkutano, akaligusa vazi la Yesu, mara akapona. Mara kasikia habari za Yesu, akapita kati ya mkutano, akaligusa vazi la Yesu, mara akapona. Gusa vazi lake Yesu pate kupona. Gusa vazi lake Yesu kwa imani upone. Pita kati ya mkutano, wala usikate tamaa. Gusa vazi la Bwana Yesu kwa imani upone. Gusa vazi lake Yesu pate kupona. Gusa vazi lake Yesu kwa imani upone. Pita kati ya mkutano, wala usikate tamaa. Gusa vazi la Bwana Yesu kwa imani upone. Ni ugonjwa gani wa kiroho unaokusumbua kwa muda mrefu ndugu? Ni uasherati, uchafu na ufisadi, ibada ya sanamu, au ni uchawi, uadui, ugomvi na uwivu, faraka, fitina, hasira, huzuni, ulevi, uzushi na ulafi? Ndugu sikia, Bwana Yesu ndiye tabibu mkuu, aponyaye kiroho na kimwili. Umwamini leo Bwana Yesu, mara utapona. Bwana Yesu ndiye tabibu mkuu, aponyaye kiroho na kimwili. Umwamini leo Bwana Yesu, mara utapona. Gusa vazi lake Yesu pate kupona. Gusa vazi lake Yesu kwa imani upone. Pita kati ya mkutano, wala usikate tamaa. Gusa vazi la Bwana Yesu kwa imani upone. Gusa vazi lake Yesu pate kupona. Gusa vazi lake Yesu kwa imani upone. Pita kati ya mkutano, wala usikate tamaa. Gusa vazi la Bwana Yesu kwa imani upone. Gusa vazi lake Yesu pate kupona. Gusa vazi lake Yesu kwa imani upone. Pita kati ya mkutano, wala usikate tamaa. Gusa vazi la Bwana Yesu kwa imani upone.